mafuta ile Mungu amenimwagia, utaleta pesa. Hiyo kiburi mahali utembea ukichukua pesa ya wenyewe, leta pesa. Unasikia namna gani Dr. Rose? Huyo ni Dr. Rose sasa. Kiburi imeisha. Umenifanyia nini? Unasikia namna gani? Huyo ni Dr. Rose. Mimi sijakuguza hata. Hajaguza, anakuja tuna Dr. Rose jamani. Wewe ni nani? Unataka nini? Ukundo umeniambia ni job yako. Job gani? Kwani nimekujia bibi yangu? My beloved wife Charity. What's wrong with you? Wife. Yeah. Ebu nini cut. Ebu cut kwanza kidogo. Ebu cut. Na cut nini? Who are you? Kwanza ni nani? Ebu acha kurekodi kwanza. Acha kurekodi. Msichana ebu acha. You're the wife. Yeah, she is my wife. So what's wrong with that? Acha mbona una record? Ana unijui? I have photos. Madam, who is this lady? Nani? Babe, tuende kwa nyumba babe. Ni jibu kwanza. Mbona una record? Hami hata saki hata shida na huyu. Huyu hata nisumbue. Huko ndio kazi. Sasa kazi gani na mimi umeniambia leo unaenda job yako huyu? Hello, what's up everybody, is your girl D. So we are here again, like tuko hapa tumerudi, and I'm with Charity, a new visitor, Dr. Namwanga, and the girl there, the one with the with kiburi, yeah, and John. So Dr. Namwanga, I can see you umeniletea someone new. If you don't mind, unaweza muintroduce ama you will introduce her later. Kwanza nataka nijue tuko nao pamoja hapa sababu nasikia wanaongea huko ndiposa niweze kuongea. Are we together? We are together. Yeah, we are together, lakini ananisumbua ataniambia mwanamke wangu na ndio mwanamke wangu. Sasa naanzaje mwanamke wangu? Mumeanza sahi we have just madam ongea na mimi sina maneno. Mimi sitaki maneno. Ulisema utanifanyia nini? Okay, nimekuja. Ulisema utanifanyia nini? Huyu mwanamke anaongea nini? Si anyamaze. Usinyamaze, usikize umekuja. Anasinya. Kwanza kabisa nichukue hii nafasi kushukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo na kwa ajili ya kutupa uhai na kutuwezesha kufika mahali tumefika kufikia sasa. Najua hiyo kiburi ambayo ako nayo. Kiburi gani? Wewe ongea tu. Na vile ambavyo unaniona mimi leo sijakuja peke yangu. Nimekuja na mgeni ambaye tumefanya naye kazi kwa muda mwingi toka kitambo. Wewe ni muongo mwenzako. Si mgeni. Wacha tu aropoko imtoke. Uliza John. Wewe pia unyamaze. Kwani aniulize nini? Wewe usikize huko. Mimi sasa sitaki mambo. Tumekuja hapa in peaceful. So mimi sitaki mambo mingi. Lakini vile nimemwambia sijatembea peke yangu, na kwa vile ambavyo mimi hii kazi ni kazi ndogo sana kwangu. Ni kazi ambayo na kama ni ndogo mbona umekuja na mtu mwingine? Hii kazi ni ndogo sana kwangu, na sababu ambayo imefanya nikuje na mtu mwingine ni kwamba mimi ni mtu ambaye niko na kazi mingi sana, na huyu ambaye nimetembea naye vile nimesema tunafanya naye kazi kutoka kitambo. Vile unamwona tumefanya naye kazi kutoka kitambo, na hakuna kazi ambayo haiwezi fanya. Ile kazi nafanya pia anafanya kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Hakuna kazi ambayo hawezi kuifanya ile yote. Na kwa vile mimi unajua kuwa na kazi mingi na watu ni wengi ambao wanataka kusaidika kama hao, na nimekuja hapa naye aweze kuwaonyesha uwezo wake kwamba anaweza kuifanya hii kazi. Ndiposa unaona sijashughulika na yeye. Nataka Dr. Rose ama Daktari Rose aweze kushughulika naye kuchukua hii kazi kutoka hapa. Maana mimi ni mtu ambaye niko na shughuli mingi, kazi mingi hapa na pale. Ndiposa nimekuja naye sasa, anaweza kuja, anaweza waambia majina yake na pia aongee kidogo msikie sauti yake. Kabisa. Okay. Dr. Rose, I'm fine. Niko mzima. Mimi ni Daktari Rose. Nimefanya kazi. Mungu alinipa kipawa ya kusaidia watu wakiwa mahali misoso iko. Ninakuja, nilipewa kipawa ya kuona, naona mbali, nikimuona ninajua kile kiko ndani yake. Kwa hivyo mimi kwanza kabla sijaanza kazi ningependa kuomba kwanza. Tunaomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo
Mtakatifu ishie milele, umenipa nguvu hizi za siku ya leo. Nimekuja mahali hapa niweze kutatua yale yaliyo katikati ya hawa wadada. Mungu wetu utusaidie, kipawa hiki kifanye kazi na waweze kuamini ya kwamba uko. Asante Bwana, maana tumeomba. Amen. Kwa hivyo haya mambo dada, hii mambo umefanya Rusi, hii mambo ambayo umefanya sio mambo mazuri. Hii ni nyumba ilikuwa ya wenyewe, na wewe ulijua tu nyumba hii ni ya mwenyewe. Na Mungu hapendi hiyo kuingilia nyumba ya wenyewe na kufunja. Wakati unafunja hii nyumba, mtu kama wewe unafaa kuadhibiwa. Maana mwenyewe alienda ametuma hela zake siweze kufanya kazi yake. Umekuwa ni wewe unasoa hizo hela kutoka kwa bwana yake. Ulikuwa ukipewa pesa unarudisha kidogo, unabeba mingi. Sasa imefikia wakati mwenyewe amerudi. Mimi huwa naona hiyo kiburi ni kitu kidogo. Hiyo kiburi ni kitu kidogo kwa nguvu za Mungu. Hizo hela ulikuwa ukipewa unachukua mingi unarudisha kidogo ili ubebe zingine mingi. Utakubali hela za wenyewe urudishe? Utakubali? Hakuna pesa mimi nimechukua. Rudisha pesa zangu. Kumbe pesa zangu ulichukuaga pesa zangu mingi, unanidanganya. Unajidanganya kumbe. Wewe zimekuwa zako. Mwizi mkubwa wewe. Rudisha pesa zangu wewe. Babe tulia kwanza. Mimi si babe. Mimi naitwa Jina. Wewe. Kumbe ni gaidi hivi. Unadanganya. Mbona wewe una akili? Ile kitu ambayo mimi hiyo kiburi ni vitu ambazo tumezoea. Si ndio Dr. Rose? Hiyo ndio kazi yetu. Hiyo ndio kazi yetu sisi tunafanya. Hata kazi yetu, nguvu za Mungu hufanya kazi mahali kiburi iko. Hiyo kiburi kitasuka. Mko na pesa ngapi? Uko na kiburi, rudisha pesa zangu. Kiburi huko nayo ni ya pesa ya wenyewe. Ndio maana unatuuliza tuko na pesa ngapi? Ingekuwa yako ungetuuliza hiyo swali. Sasa pesa ni ya wenyewe. Bila kupoteza wakati. Ndiposa ujue sasa nguvu za Mungu. Bila kupoteza wakati Dr. Rose. Nataka sasa ufanye kazi. Nataka uonyeshe kwamba unaweza fanya hii kazi. Wacha waone unajua na kudharau. Tunataka aone unafanya. Nitaifanya kazi. Mafuta ile Mungu amenimwagia. Utaleta pesa. Hiyo kiburi mahali utembea ukichukua pesa ya wenyewe. Leta pesa. Unasikia namna gani Dr. Rose? Huyo ni Dr. Rose sasa. Kiburi imeisha. Umenifanyia nini? Unasikia namna gani? Huyo ni Dr. Rose. Mimi sijakuguza hata. Hajaguza, anakuja tuna Dr. Rose. Jamani. Kimemkuta. Unaona Dr. Rose utakubali. Kuna pesa. Ongea sasa. Pesa zangu hata kama zilikuwa zako, acha arudishe. Sema ukweli. Rudisha pesa zangu. Mimi nataka pesa zangu. Sema ukweli. Dada yangu ndio anajua. Huyo dada yako ndio ujue kuna nguvu za Mungu niko nazo. Sema Dr. Rose ni muongo. Huyo dada namna gani? Unasikia namna gani? Nitafuta huyo dada yako atafika hapa na aseme mahali pesa zinaenda. Alikuwa anakuadvise muende kwa mganga mfunike macho ya choni, msimrudishie pesa zake. Dada yako atakuja bila kuchelewa. Vuta huyo msichana pia akuje hapa. Msichana akuje, nimesema nguvu za Bwana zitakuleta mpaka hapa. Kuja hapa kwa dada yako mulete pesa ya wenyewe. Ongea yote. Mimi leo niko kama witness. Sema nafanya nini hapa? Nimetoka kazi. Nafanya nini? Pesa Dini na wote. Hiyo onayo advice dada yako chini ya pesa ya wenyewe. Leta pesa. Kumbe huyo pia alikuwa anakula pesa zangu. Unamjua? Hizi pesa zangu ziko wapi? Leta pesa. Wewe ndio uko na dada, kumbe ndo dada yako. Leta hizo pesa. Mlikula pesa zangu. Leta pesa. Pesa ziko wapi? Unasikia namna gani Dr. Rose? Pesa ziko wapi? Tutasema mahali iko. Tutasema. Mimi want my money. Sema yote. Sema. Kidogo nasema mahali iko. Pesa zangu ndio mnangalia hivi.
Kaa chini. Tulia. Wachani kelele, wacha waongee. Ongeeni. Mwache kuaga. Pesa siko wapi? Mimi sina pesa, nilimwambia tu mahali ataenda atengenezwa kidogo, lakini nini? Niache. Wapi fedha hizo? Dada yangu pesa zangu ziko wapi? Pesa iko mimi sijui. Sasa huyu pesa zangu ziko wapi? Pesa zingine tulipeleka kwa mganga. Kwa mganga pesa zangu. Okay, kwa hivyo ninataka munieleze. Sema yote, mlikuwa wapi? Mlikuwa mnaenda wapi? Pesa iko wapi? Pesa nilimwambia aende apeleke pesa. Akapeleka kwa mganga kidogo, alafu kidogo ndio hiyo. Sasa mimi nikwambia kwamba naamini sana Daktari Rose. Nataka achukulie hapa wajikune kidogo. Anajua vile tunafanya kazi. Mimi kwa sababu niko na kazi mingi, nataka niwaachie hapa. Mimi nianze nikuendelea na kazi. Dr. Rose, nakuamini sana. Shughulika na hii kazi, hakikisha kwamba huyu msichana amepata kila kitu chake na hawa wamerudisha vile vitu zote ambazo wamechukua. Sawa? Mwenyezi Mungu akuongoze, mbaki salama. Aya, nawe pia asante sana Dr. Damonga. I believe you. Pesa mulipeleka wapi? So fedha siko wapi? Wapi pesa? Unajua siko wapi pesa? Nilimwambia tu aende atengeneze kidogo ndio apate pesa mingi. Ndio apate pesa mingi imsaidie. Sasa ilikuwa inamsaidia aje? Yani unaenda kupeleka mtu aenda atengeneze pesa apate. Atengeneze pesa kidogo ndio akipata pesa, alafu anakuja anatugawia. Alikuwa anampeleka atengeneze pesa, afunge ule macho mwenye fedha ndiye asiulize pesa siko wapi, apoteze. Hizo fedha murudishe sote. Rudisha pesa. Tutarudisha. Pesa tutarudisha. Mnapeleka wapi? Hapo penye mlikuwa mnapeleka ni wapi? Tutawapeleka. Tulikuwa tunaenda kupeleka. Yaani nyinyi mnafurahi mwingine akifanya kazi anatuma pesa, nyinyi kazi yenu tu ni kupeleka mpate, yani mpate. Acha kiwakute kabisa. Tutasema. Hizo fedha sasa Tutawapeleka. ndio nataka watupeleke mahali walipeleka. Warudishe fedha za mwenyewe. Mwenyewe hapo hapa kwa kuhitaji fedha yake. Si vizuri msichana mwenyewe. Tiana kumbe pesa zangu zilikuwa zinakuliwa na watu wawili. Wewe ni zako. You are talking ni zako. Si ni za mwanamke mwingine hapa. Si zake na anaendelea kusema ni zake. Ulifanyia kazi. Sasa Rusi anafaa kuadhibiwa ili hii adhabu kila mtu ajue kwa kuwa hii mambo unafanya sio vyema, sio mzuri. Umefanya mwingine amekuwa kufanyia watu kazi ubebe pesa yake. Akikuja akose pesa na ameishi huko nje akitafuta. Ana struggle. Unafaa kuadhibiwa kabisa. Sio vizuri kabisa. Daktari, naomba uadhibu kabisa. Huyu msichana kwanza amekuwa na kiburi na ni pesa zangu alikuwa anakula. Kiburi kubwa huyu. Hiyo kiburi itaisha. Utasema. Leta fedha hizo. Tutasema. Nitawapeleka mahali nilimpeleka, nitawaonyesha. Leo Mungu yuko. Nitawaonyesha mahali nilimpeleka. Hata Biblia inasema kila mtu akule chaso yake. Si jasho ya mwingine. Sio chaso ya mwingine. Ukichezea chaso ya mwingine unafaa kuadhibiwa. Unasikiaje leo wewe msichana na hiyo kiburi yako? Leo na Pesa zangu mnarudisha. Sasa hawa nitawatuliza. Mimi niko na nguvu niliyopewa na Bwana. Nitawatuliza ili mtupeleke. Tupelekeni mahali mulipeleka pesa. Mtulie. Mtupeleke mahali mulipeleka pesa. Turudishie John pesa zake. hata ni John arudishiwi hizo pesa hata shilingi moja. The money will go to charity because pesa ilikuwa ya charity. John, pia wewe unatumiwa na mwanamke wako pesa, instead of saving the money to do something important, unachukua pesa unapeleka unakula na mwanamke mwingine. Na ndio mwanamke mwingine wanaenda wanakula na sister yake. Ona pesa zako zimefungwa. Ulikuwa unapata pesa huku unapata. So guys, as you all vile nyinyi wote mmeona, I believe Dr. Rose will do this thing nicely and charity will get all the money. Na hizo pesa zilikuwa zimefungwa zitafunguliwa in Jesus name. I know, I trust God and I trust Dr.
Rosie, yeah? Everything will happen according to the way God has planned it. Charity, I know kila kitu utapata na believe in God. Na susharudishiwa the title deed. I know the money will come back and also you will get your baby. Your heart will be at peace. Utakuwa na amani ndani ya roho na everything will be good. Like hata mimi nitafurahi. So guys, I believe Dr. Rose. Dr. Rose, asante sana, najua you will do this and kila kitu itamrudia. Ama unamwambiaje Charity? Charity, kuwa na peace ya kutosha. Bwana anapenda mtu akule chaso yake. Ile chaso uliyopoteza huko Saudia, vitu vyako vyote wale walichukua, mmoja amerudisha title, mwingine atarudisha pesa. Na huyu Bwana ataleta mtoto. Hata Bwana anafaa adabu. Anafaa kupewa adabu ndio wanaume wengine pale nje waweze kujua akiwachwa amewachwa, afanye kazi na alinde mtoto. Si ati uwajiwe mtoto pelekee mama yako aanze kula raha. Aanze kufanya vitu zenye hazifai instead of doing the nini vile mlikuwa mmeagree progress, mmeteseka, hizo vitu zote mmefanyika. Guys, like men think before you do something. A woman anatoka Kenya anaenda kuasolia huko, muendelee. Nyinyi mnafanya vitu zenye hazi make sense. See what this man has been doing behind her wife back. Yani unafanya vitu zenye hata hazi make sense nyuma ya bibi yako. Bibi yako ana struggle huko, anafanya hizo kazi zote. It is not nice. So guys, I want you to tell me hapo comment section, like hata nyinyi, do you think it's good to do this? So stay tuned and I know everything will happen according to God's plan. Thank you, bye till next time. Amen.